Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Je, mwanadamu akimwamini Yesu Kristo na akiwa ameokoka anastahili kupokea roho wa Mungu? Na tena mtu kama huyu anastahili kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, yaani kuongea kwa lugha zingine. Biblia inatuambia ya kwamba baada ya mwanadamu kuamini moyoni mwake ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka, anahesabiwa haki. Na baada ya kukiri kwa kinywa chake ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapata wokovu. Na Roho wa Mungu ambao hakuwa ndani yake anaingia ndani yake. Ni kwa sababu gani ambaye hakuwa ndani yake? Ni kwa sababu wakati Adam na Hawa walikula matunda Mungu aliwakataza, Roho wa Mungu aliondoka ndani ya roho zao, ikawa walikufa kiroho. Ikawa sasa hawakuwa na Roho wa Mungu ndani yao. Na mtu akimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, huyu Roho anamrudia, anaingia ndani yake na anavunja kiu ya dhambi yake ndani yake. Ni kwa sababu mtu kama huyu alikuwa hana hisia za mapenzi ya Mungu, alikuwa hana nguvu za Mungu, lakini saa hii ameokoka. Roho wa Mungu anampatia nguvu za Mungu, anaangamiza dhambi maishani mwake, utu wa kale unaondoka, anakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo ndio mwanadamu ambaye amemwamini Yesu Kristo anapokea Roho wa Mungu na anakaa ndani yake, yani kutoka wakati ule hadi wakati Yesu Kristo atakapokuja na hata mwacha tena. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ile ya pili ni kwamba baada ya kupokea Yesu Kristo na kuwa na Roho wa Mungu ndani yako, Mungu anataka huyo Roho ajaze roho yako. Anataka hiyo roho yako ijazwe na huyo Roho wa Mungu. Na hiyo kujazwa na Roho wa Mungu inaitwa kubatizwa. Ikawa sasa Roho wa Mungu ameingia ndani yako, ndani ya roho yako, ameingia mpaka anatoka nje, inaanza kutiririka. Ni kama vile mwanadamu akibatizwa katika maji, anaingizwa ndani ya maji kabisa. Ikawa mwili wote uko ndani ya maji. Tunasema hiyo ni ubatizo wa maji. Na ubatizo wa Roho ni hivyo hivyo. Unatakana sasa huyo Roho umeingia kabisa ndani yake. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Tunaona kwamba kitabu cha Marko 16 kuanzia mstari wa 15, Biblia inasema hivi: enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana wao waaminio: katika jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Yesu Kristo ndiye alikuwa anaongea na wanafunzi wake, akawaambia kwamba yule atakayeamini ishara hizo zitafuatana na wao, watasema kwa lugha zingine. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Kwa hivyo mwanadamu ambaye ameokoka pia anaweza kuongea kwa lugha zingine kulingana na vile Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake. Tukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 2, tunaona kwamba hiyo ni siku ya Pentecost. Na wakati wale walikuwa 120 walipoambiwa na Yesu Kristo wakae Jerusalem wangojee ahadi ya Bwana, wakiwa 120 walikuwa mahali pale, na Roho wa Mungu akaja na wakaanza kuongea kwa lugha zingine wote. Na walipoanza kuongea kwa lugha zingine, wale watu ambao walikuwa area hiyo waliwazunguka, wakashangaa ni kitu gani kinaendelea, na wakafikiria hao watu ni walevi. Lakini Peter aliposimama aliwaambia kwamba hao watu hawakuwa walevi, kwa sababu ilikuwa ni saa 3 ya asubuhi. Aliwaambia kwamba ni ahadi ya Mungu ambao alikuwa ameahidia kwamba atamtuma Roho wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo watu wakauliza Peter na wale wengine watafanya nini? Peter akawaambia kwamba watubu dhambi zao, wabatizwe na watapata hicho kipawa cha Roho Mtakatifu. Na aliwaambia kwamba hiyo ahadi ya kipawa cha Mungu ni kwa wao pamoja na watoto wao, na pia kwa wote ambao wako mbali sana, ambao Mungu mwenyewe atakapowaita. Au ambao wako mbali sana ni wewe na mimi, ambao hatakuwa wakati ule, lakini tulikuwa mbali sana.
Kwa hivyo tukimwamini huyu Yesu Kristo, tukipata roho wa Mungu, pia tutajazwa na roho Mungu na tutaanza kuongea kwa lugha zingine. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Tukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 10 kuanzia mstari wa 44 hadi 46, tunaona kwamba Peter au Petro alitumwa kwa mtu anaitwa Cornelius. Naye Cornelius alichukua familia yake pamoja na marafiki zake, akawaita, wakangojea Peter. Peter akaja na wale walikuwa marafiki zake. Alipokuja akaanza kuwaelezea vile Yesu Kristo alikuja, vile aliteswa, vile alikufa na akafufuka, na akiendelea kuongea maneno hayo, au watu wakaanza kuongea kwa lugha zingine. Yaani Cornelius na familia yake na wale marafiki zake wakaanza kuongea kwa lugha zingine. Naye Petro pamoja na wale alikuwa na wao wakashangaa. Ni kwa sababu hawakufikiria ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ni kwa hata Wayunani. Kwa sababu Cornelius alikuwa Myunani, alikuwa Mjenda. Na wakashangaa ni kwa nini hata Gentiles wanaongea kwa lugha zingine. Kwa hivyo wakagundua kwamba Mungu alikuwa anataka Roho Mtakatifu aende kwa Wayahudi na pia kwa Wayunani. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Tukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6, Paul alienda mahali panaitwa Ephesus na alikuta disciples wengine pale, wanafunzi pale, na akauliza baada ya kuwa wanafunzi walipokea Roho Mtakatifu, walibatizwa kwa Roho Mtakatifu. Wao wakasema kwamba hata hawakusikia kama kuna Roho Mtakatifu. Walisema hawakusikia, hawakujua hata kama kuna Roho Mtakatifu. Na ndipo akauliza, basi mlibatizwa na ubatizo gani? Wao wakasema kwamba walibatizwa na ubatizo wa Yohana. Paulo akawaambia kwamba Yohana alikuwa anabatiza watu katika maji na wanatubu dhambi zao, lakini akawaambia wangojie yule ambaye anakuja nyuma yake, naye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo Paulo akawabatiza tena kwa maji katika jina la Yesu Kristo, na baada ya kubatiza katika maji akawekelea mikono yao juu yao, nao wakaanza kuongea kwa lugha zingine na kumsifu Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu baada ya kuokoka unastahili kuongea kwa lugha nyingine. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Na hiyo kuongea na lugha zingine maana yake ni gani? Ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 2 inasema kwamba mwanadamu ambaye anaongea kwa lugha anaongea na Mungu, na hakuna mwanadamu anaelewa kile anasema. Na tena anaongea miujiza ya Mungu, anaongea kuhusu nguvu za Mungu, una uwezo wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo hii kuongea kwa lugha zingine ni kipawa ambacho Mungu amepatia kila Mkristo, kila mtu ambaye ameokoka anampatia, ndiposa akaweze kuongea na Mungu direct. Na Roho wa Mungu ndiye anaongea, anaomba kupitia roho ya mwanadamu kwa Mungu. Yaani Roho wa Mungu anasaidia mwanadamu kuomba kwa Mungu kupitia roho yake. Ana Mungu kwa sababu anaelewa shida zako. Roho wa Mungu anaelewa shida zako, anaelewa matatizo yako, anakusaidia kuomba kwa Mungu. Na hiyo matatizo labda wewe mwenyewe haujui vile unaweza kuomba, lakini Roho wa Mungu anakusaidia kuomba kwa Mungu matatizo yako, shida zako. Hata pia unaombea watu wengine, unaombea familia yako, unaombea hata marafiki zako, unaombea watu wengine bila wewe kujua kama unawaombea. Ni kwa sababu Roho wa Mungu anakusaidia kuomba. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Kwa hivyo ningetaka pia ujue kwamba kuna kipawa cha kuongea kwa lugha zingine. Hicho kipawa si cha watu wote. Ni kama kipawa vingine kama prophecy, kama ile nyingine ya kuponya. Tunaona kwamba ni Mungu anawatumia watu wengine, wale wewe mwenyewe anachagua akaweze kuwatumia kuongea kwa lugha zingine. Lakini hii kuongea kwa lugha zingine anaongea kwa niaba ya kanisa. In other words, kwa njia zingine huyu mtu anaongea kwa lugha zingine, na kwa sababu hakuna mtu anaelewa kile anaongea, anapatiwa uwezo wa kutafsiri, au mtu mwingine anapatiwa uwezo wa kutafsiri vile huyu mtu amesema. Yaani akasema Mungu amenena hayo kuhusu kanisa, Mungu amesema hayo kuhusu kanisa. Bwana Yesu Kristo nasifiwe. Hicho kinaitwa kipawa cha Roho Mtakatifu, na si kwa kila mtu. Hicho kipawa kinapewa watu wachache. Ni kama vile vipawa vya kuponyaji, vipawa vingine vyote
tunajua kwamba kuna vipawa vingi, 5 gifts of the Spirit, na si wote ambao wako nazo. Kuna 9 gifts of the Spirit, na si wote ambao wako nazo. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Kwa hivyo kama uko mahali hapa na hujaokoka na ungetaka Yesu Kristo au Bwana Mwokozi maisha yako, omba maombi hayo nyuma yangu. Sema: Yesu Kristo, nimesikia neno lako. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako, na kutoka sasa ninaamini ya kwamba ulikufa na ukafufuka, na ninakukiri kwa kinywa changu ya kwamba wewe ni Bwana Mwokozi maisha yangu. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante kwa kunifanya mwana wa Mungu. Mimi nimeokoka. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umeomba maombi hayo, wewe sasa umepokea Roho wa Mungu, umeokoka, umefanywa kuwa mtoto wa Mungu. Naomba utafute kanisa ambayo inahubiri injili ya Yesu Kristo, uende uambie kwamba umeokoka na ungetaka wakusaidie katika hii safari ya kwenda mbinguni, safari ya wokovu. Bwana Yesu Kristo na akubariki. Amen.